Kimungu. Naam mjomba. Mbona sikuelewi? Yapata sasa miezi 6 kwangu hujafika. Maisha haya ni sawa sawa unayoishi. Mimi ni mjomba wako. Haipaswi kutukaa miezi 6 kwangu usifike. Wewe ni mtoto wa dada yangu. Kuzaliwa mimi namwachia ziwa yeye. Leo badala ya kufariki dada yangu na shemeji, miezi 6 kwangu hujafika. Na si wewe peke yako. Hata wadogo zako vile vile. Hadi kanega kwangu wa miezi 6. Lakini mimi ndio nakuja hapa kwenu. Kwa hiyo mjomba anawatembelea watoto. Sio mtoto amtembelee mama, hapana. Hii umepata wapi? Ni utaratibu kwenu? Ni kweli mjomba, lakini sasa kutokana na pilika za hapa na pale kutafuta maisha na ukizingatia sasa hivi hali ni ngumu mjomba wangu. Kwa hiyo nakuwa nabanwa sana mpaka nasahau kuja kukusalimia mjomba wangu. Lakini nitakuwa nakuja tu. Yaani unabanwa na maisha, unashindwa kuja kwangu kwa sababu ya umbano na maisha. Ila mimi nakuja hapa kwa watoto. Sababu na mapenzi na nyie. Wewe una mapenzi na mimi huna. Naishi wewe peke yako tu. Mjomba, sio kwamba mimi sitaki kuja kukuona. Napenda sana nije kwako. Lakini kuna mambo yananisibu huko mtaani. Na happy birthday. Kuna shughuli mama. Yaani kila kitu kinanisibu mimi. Lakini usijali mjomba wangu. Nitakuja kukutembelea. Unasikia upuuzi wake aliozungumza? Anasema yeye kwangu atakuja lakini amebana na vikoba, si na visahani, si na vikombe. Yaani jinsi unavyoishi na wadogo wako, hivi ndio unawapa malezi mema hivi kwa muda huu. Ndugu zangu wanigawanya. Wako sawa kwa leo? Wanishambulia. Wewe usinamwone zungumza tu. Mjomba, si sawa tumekusikia. Na kuhusu hilo tutajirekebisha. Tutakuja kukusalimia. Ila mjomba nina wazo. Sema. Mimi nimekaa na kufikiria. Naona bora hii nyumba tuuze. Unasema? Hii nyumba bora tuuze. Wewe, unasemaje wewe? Ndio kaka, hii nyumba tuuze. Kila mtu awe na chake. Hii nyumba tuuze, kila mtu awe na chake. Wewe ukiwa kama nani? Kama mdogo na mliso nyumba hii. Ndio nyumba iuzwe kaka. Nina mambo mengi mtaani kwa nanisimu. Nataka kutunza. Kwa hiyo nyumba ipigwe mnada, nipelekewa. Wewe, ni vipi wewe sikiliza usinichanganye ujue. Sawa? Msinichanganye kabisa. Nishakwambia hii nyumba haiuzwi. Tena hakiuzi kikombe wala gilasi wala sijui bakuli wala nini. Nikiwa kama mkaka wa familia nasema nyumba haiuzwi. Nyumba tunauza. Hapo sikiliza na mimi wewe vipi? Kimbunga. Kimbunga, nakwambia kimbunga. Kimbunga. Haya mambo ya kuzungumza. Unanipiga kisa nini? Sikia tu ya kung'oa watu dogo zako macho. Nyumba sikiliza. Mimi nishasema nyumba haiuzwi. Labda wauze wao. Sawa, ni nyumba yenu. Nyumba tunauza, taka utake. Nyumba inauzwa. Familia inatawanyika. Oh, hatuna kikao tena. Una nini leo? Mbona una huzuni kiasi hiko? Sura yako imepoteza kabisa tabasamu. Mambo tu ya dunia. Ya, utabidi nikwambie. Ni bora uniambie, maana huna furaha kabisa. Nahitaji kujua kipi kinakutatiza. Nikwambie tu hata sikuficha. Sisi tulikuwa tumefanya kikao nyumbani pale. Alikuja mjomba. Baada ya kuja mjomba, lakini kuna kitu kimetokea ambacho ndio kinaniumiza sana kichwa mpaka sasa hivi. Niambie kimetokea nini huko kwenu? Wale ndugu zangu wale wanataka tuuze ile nyumba. Halafu mkishauza hiyo nyumba mnaenda kuishi wapi? Yaani hilo swali unalojiuliza wewe na mimi ndio hivyo. Sababu wameungana wawili kabisa wanasema tuuze. Yaani mishipa ya shingo imewatoka wanasema tuuze. Sasa mimi nikiwa kama kaka nikamwambia haiwezekani. Sawa unauza lakini hizo hela za kuuza nyumba hazina baraka. Utaishi wapi? Lakini ndugu zangu wala hawalijui hilo. Wameng'ang'ania wanataka kuuza. Ila mimi sasa ndo nimwambia hamna kuuza nyumba. Hilo swala halitowezekana hata siku moja. Ni kweli kabisa. Maana wewe ndo mtoto wa kiume na ndo unaongoza ile familia. Usikubali hata kidogo
wakupande kichwani. Yaani usije kukubali ile nyumba iuzwe. Kisha uza nyumba mtaomboka, mtaenda kuishi wapi? Wewe na watoto wadogo tu wasikupelekeshe na wasikupande kichwani. Umeelewa eh? Yaani koma hapo hapo, hakuna kuuza nyumba. Nisikia. Alafu kingine mpenzi wangu. Unajua mimi sipendi wewe hivyo. Mimi nimeshakuzoea tukionana hapa tunakuwa tuna furaha, tuna enjoy, tunacheka. Sasa wewe muda wote huzuni mimi sipendi bwana. Na ndio mimi nakutafutaga. Nikiwa nimepingwa tu nakutafuta wewe. Mimi sipendi bwana. Sema wewe jana umezunguka. Nimezungana nini tena na wewe? Chibonge wangu, wewe wewe umenicholesha sana hapa mimi nakaa na uzasura mbele watu wanapita pita hujatokea. Usijali. Mambo yako si sawa na mama nimechelewa. Ila ni sawa na hicho. Sana kwanza. Nakupenda sana kipenzi changu. Mimi pia. Nakupenda mno. Ila nashukuru sana kwa maneno yako ya faraja. Maana hapa sasa hivi najiona yani niko na amani kabisa. Lazima uwe na amani. Wewe ndo yani mwanaume lazima uwe na msimamo. Utapeleka shaje mwanzo nyu tutaenda kukaa wapi? Mwenye na mpango wa kuja kuhamia huko kwenu. Uwe mama mjengo. Tena. Sasa uliviki. Nakupenda sana. Siombe ukutane na vurugu mechi za kwenye familia, zinachosha mwili na roho, zinaumiza moyo. Sipo stajabu ya dunia, tayaona ya dunia tena maumivu, yana maumivu. Wewe. Umenitamia mama mtoa kule mpaka hapa. Unampia gani? Mpya ipo. Niambie. Na na surprise kwa ajili yako. Surprise? Mungu baby, kweli. Hebu niambie hiyo surprise. Nimekuandikia ngoma. Ngoma gani? Maanisha nyimbo. Unaweza ukaniimbia kidogo? Kidogo tu. Hebu niimbie kidogo, hata kapela kidogo. Mbili. Imba hiyo ya kwanza. Na wakamata na wafinyata. Hawatonipata wakinipata. Nazidi kuacha mbali kwa sababu mimi ni mkali. Hiyo mbaya. Hiyo kama mashabiki watakwambia shuka, shuka mbaya hiyo. Hebu imba hiyo ya pili. Jamani mimi nakupenda wewe. Wewe ni furaha yangu mimi dogo. Hiyo nzuri. Yaani hiyo nzuri. Yaani hiyo ikitoka hiyo tunaenda huko mbele. Sawa, tuachane nawe. Vipi kuhusu ule mpango? Ule mpango wetu ule. Ule mpango baby, yaani tulia. Jana nyumbani kulikuwa na kikao. Alikuja yangu pale nyumbani. Tumeongea pale, mimi nikaingiza ile swala letu la kuuza nyumba. Ila alivyoongea mapokeo yalikuwa mazuri. Kakaangu unamjua yule bongo yule? Yule akukubali. Kafoka. Nyumba iuzwe nini? Nikamwambia kaka, nyumba inauzwa. Hapo muda huo tena na jambo langu na mpenzi wangu. Wewe niambie ni. Nikamwambia nyumba inauzwa hapa. Yaani tutamwaga na damu wenyewe kwa wenyewe. Sinaelewa. Kwa hiyo kuwa na amani, poa, kila kitu kitenda sawa. Ndio, mimi sikufanya makosa kukuchagua wewe. Na kwa hiyo nakutegemea wewe. Yaani usijali, hizo studio kubwa sijui za Skizi, sijui Haba, sijui nani, sijui utaenda na utatoka. Maana ukitoka ndo mimi kama ulivyosema. Kweli. Ila baby, nikumisi. Swala dogo tu hiyo. Sasa unasema hivyo hivyo. Funguo nayo hapa, wewe tukaenda bado nikakurudisha. Kweli. Shuma unamulika. Basi Toi mwanga tena. Ningiza tu. Jamii naangalia. Dunia. Chambua. Si wewe hapa muda tunakwambia tuende. Wewe nayo umezidi kulala muda wote Alafu dada. Yaani leo nina bonge la furaha. Yaani hapa nashangaa nianzie wapi nimalizie wapi. Kwa jinsi fulani nilivyokuwa nayo.
Kama nakuona na ndio maana sura yako inaonekana uchangamfu. Leo si nimekutana na shemeji yako. Shemeji yangu ile bonge bonge. Ndio huyo, mimi nitaenda wapi? Ndio huyo, hakuna mwingine. Anasemaje? Kaniambia amenitungia nyimbo. Kanitungia nyimbo kali. Nikamwambia baby, kweli? Kweli, nisikilizishe kwanza. Nyimbo kali. Yaani hiyo nyimbo ikitoka dada, mimi wa mbele tu. So hapa tuna jumba la ulisi. Nakuona vile. Yaani mdogo wako sasa hivi. So level za hapa tena. Level za juu. Kwa kweli. Yaani hiyo nyimbo ikitoka, mimi wa mbele tu. Basi na mimi hata mniweke niwe najishebedua fulani hivi au? Wewe baki huko huko. Kwenye sijui mishughuli yako, sijui mrusha roho, kila siku unazungusha roho bingo juu. Baki huko huko, niache mwenyewe. Mimi nafanya zote. Kwenye muziki nipo, kwenye tarabu nipo. Paka. Wewe baki huko huko, niachie mimi. Achana na hayo. Akanishauri kuhusu jambo letu la kuuza nyumba. Ndio. Akanishauri kwamba twende kwa mjomba na wifi. Tukakae tuongee nao kuhusu ile nyumba iuzwe. Mimi naona sawa, ushauri vibaya. Kweli. Maana tukikaa tukimsikiliza kaka hapa, tatuchwea. Tutabaki hapa hapa. Hapa la msingi na la sekondari tuuze hii nyumba, kila mtu awe na chake. Kama utachukua mahela zako ukatunze, utachukua siju kafanyaje, utajua wewe. Mimi yangu utajua mimi. Sasa sikiliza. Swala la wifi niachie mimi. Kwa wifi nitaenda mimi. Kuongea naye. Kwa mjomba tutaenda wote. Hapo sawa dada. Yaani dada tusilaze damu. Maana yule kaka yule alifanya pale kubishabisha. Si tusiuze, si tusi nini? Pengine atuzunguka sisi atujui. Yaani hapa twende tusilaze damu tukaongee nao. Nyumba hii lazima iuzwe. Baba yangu na mama yangu. Kwa hiyo dada. Na leo kapike za mwana kwa ishachoka. Kila siku napika mimi. Karibu Sharia. Asante Kachiza, hapa nyumbani. Hapa nashukuru Mungu. Zako toka. Si kwetu tu jambo. Sijui nyinyi huko mnaishije na mnaendeleaje? Huko amani. Na kuona wifi yangu umependeza. We. Hello. Nashukuru sana wifi yangu. Na uzuri unachangia. Madam Kachi au mwanamke yoyote inatakiwa upendeze. Sio muda wote lafu. Kakangu alichagua. Sio kuchagua. Yaani 100% kakako hajakosea. Sasa hivi tusiende mbali. Mimi nimekuja na neno langu hili. Kama wifi yangu nadhani utanisaidia. Hamna shida, kama kuna uwezekano wa kukusaidia nitakusaidia. Wewe niambie tu. Aswa, Kachi. Umekaa na kakangu kwa muda mrefu sana. Swadakta. Sana. Sasa katika huo miaka yote mliokaa naye, hakuna kitu chochote kilichoendelea katika maisha yenu. Kutokana na uchumi wetu, yani hela hatuna. Sasa nia yangu ni hii. Mmoja. Kakae na kakaangu mshawishi ile nyumba tuuze. Tukishauza ile nyumba, atapata hela ya kukuoa wewe. Kwa hiyo na nakishia kabisa nikimshawishi, akinikubalia nyumba ikapigwa mlada, mimi atanioa. Wifi yangu inatakiwa uniamini mimi. Nimetoka huko kukufuata wewe. Najua ukishamshawishi yule akishakubali, mambo yatakuwa sawa. Kumshawishi sio shida. Shida nyinyi mawifi nyinyi hamtabiliki. Yaani leo umekuja kivingine. Nyumba ile imeuzika. Wewe sikuoni. Mnaenda kumtafuta mamsapu mwingine. Mimi tena ndao sifai. Ela mnaenda kula na wengine. Mimi nakuvumilia ziki. Wifi tutalogeana. Tutauana. Wifi yangu niamini. Unavyoniona hapa mimi. Sikiliza, unavyoniona hapa mimi. Natunza huko. Sijui umenielewa? Kwa hiyo ni zamu yangu mimi ya kutunza. Kwa hiyo wala usiwaze, utapata godoro, kitanda mama, masofa, kila kitu utapata wewe. Kwa hiyo kana kakangu mshawishi, wifi yangu usiniangushe. Yaani iwe imeisha. Ndugu zangu wanigawanya. Hapo sasa nimekuelewa. Hayo ndio maneno niliyokuwa nataka mimi. Sijui umenielewa? Hamna shida. Yule hapingi kwako. Sasa sikiza wifi yangu, mimi naondoka. Sawa. Mimi nitaongea naye. Atakavyonijibu.
nitakuja kukwambia. Basi hamna shida. Kama imekubali au amechomoa. Lakini mimi nina imani kabisa, yani kila kitu kitakaa. Wifi yangu nakuaminia. Mama ifanyie kazi. Yaani utanitunza mimi? Nitashukuru sana. Ila sawa, hamna shida. Mimi naondoka. Imeisha hiyo. Yaani imeisha. Ngoja niwahi kwa nyumbani maana wamebaki huko macho kodo. Siombe ukutane na vurugu mechi za kwenye familia, zinachosha mwili na roho, zinaumiza moyo. Nasema hivi, hili nimelipokea na mtalisimamia na lazima lipatiwe majawabu. Yani maana yake litaisha. Mjumbe, hakikisha linaisha kweli. Sisi tumechoka mjumbe. Hivi vitu sisi mjumbe vinatuuma. Huko tulikotoka mjumbe tumevurugwa. Mjumbe, sisi tumekopa hela vikoba. Mimi mwenyewe nimekopa hela kikoba mjumbe, na hapa nilipo nadaiwa rejesho la watu. Na sijui hela nitatoa wapi, sina kazi, sina chochote. Nimekopa hela, nimemnunulia kabati, nimenunua na friji, nimempelekea. Nimembandika na 500,000 juu. Lakini mimi kwenye shule ya mtoto wangu kashindwa kuja kuniletea hivyo vitu. Kwa nini mjumbe? Mimi hivi vitu vinaniuma mjumbe, naomba unisaidie, nimechoka mjumbe. Basi ondoa hofu. Sawa mjumbe. Mjumbe Likoko, mimi hapa nimetoa TV, nimemnunulia vijola, nimemnunulia na nguo zingine, nimemnunulia na viatu na pesa juu. Hivyo fanya kweli kama mjumbe, tunahitaji mali zetu. Mjumbe, mimi kwa hiyo ulionipa lazima nishughulikie swala hilo, haki zako uzipate. Ufanye kweli sasa. Nitafanya kweli, ondoeni hofu. Hakikisha unafanya kweli mjumbe. Ndio maana yake. Kuamini ndio maana tumekuja. Ndio maana yake mimi. Ndio maana mimi nimechaguliwa kuwa mjumbe wa kitongoji hiki, kwa matatizo kama haya niyashughulikie. Sasa ninaachaje kushughulikia? Lazima niyashughulikie. Kweli mjumbe. Nitasimamia, nitazungumza kwa kidete kabisa. Hata msiwe na wasiwasi kwa hiyo. Nitamaliza mimi. Mjumbe, naona unatatarika kama India bisi. Mjumbe, tunataka haki yetu. Mjumbe, tumetoa jasho letu, tunataka mali zetu. Mjumbe, sisi tumekuja hapa kwako kwa heshima yako, kwa sababu wewe ndio kiongozi wetu. Visiporudi vitu vyetu mjumbe, tunaondoka na vya kwako, maana wewe ndio utakuwa kila kitu unahusika. Hata kama hujakopa kwenye mtunzo, lakini tumekufuata wewe kama serikali. Wewe ndio utaenda ngazi ya juu, sisi tukiondoka na vitu vyako. Sawa, mimi nimewaelewa. Na haki itapatikana. Mimi sio mtu wa mchezo bwana. Ngoja kidogo. Hebu njoo mara moja. Njoo. Kisha unafanikisha kweli mjumbe. Hivi vitu mjumbe, sisi vinatuuma mjumbe. Namba yangu hii hapa. Namba yenu ndio hii? Ndio hiyo, napatikana masaa 24. Isiwe namba ya kibajaji. Wale tulowategemea wangekuwa dila wenye familia, leo wamegeuka roho zao, mioyo sio ya wema tena. Tani eka majanga kila kukicha, shuma unamulika utoi mwanga tena, niingiza tu jamii na angamia.